nikaumia. Mama yangu anapigwa kila siku, mama yangu anasemwa kila siku. Sasa wanaachana, mama anaenda kwenye shule za walimu, nyumba za walimu, maana tulikuwa tunakaa kwenye nyumba ya daktari. Sasa mama na baba wanaachana, inabidi sasa mama aende kwenye nyumba ya mwalimu mkuu akae huko. Kwa hiyo tukabeba vilivyo vyote tukaenda. Lakini baba akatung'ang'ania kwamba watoto tutabaki pale, basi mimi ndo nikabaki pale, hao wenzangu wakaenda kwa mama. Siku ya kwanza anakuja mama mdogo analetwa pale. Kasi nini inaendelea hapa? Haleluya. Basi hayo maisha yakaendelea. Mwaka 96 hali ikawa mbaya ya maisha kule tulikokuwa. Hali ikawa nini? Mama yetu akatuleta hapa Solomu. Kuna mama mmoja hapo, familia moja ni ndugu zetu wa damu. Kwa hiyo tukaletwa mimi na mdogo wangu mmoja. Mmoja huyu ananyonya, anabaki na mama. Kwa hiyo tukaja hapa, tukaandikishwa shule, tukaanza kusoma hapa Solomu 96. Kipindi hicho ilikuwa poli kubwa sana, 96. Lakini nikiwa na mawazo, kwa nini, na nikiwa nimeumizwa ndani ya moyo wangu, kwa nini wazazi wangu wanaacha? Wakati wazazi wengine niliona, yani hiyo effect naiona leo. Wazazi wengine walikuwa wameshikamana pamoja kusomesha watoto. Leo hii wale watoto ni madaktari, ni watu wakubwa kwenye nchi. Hao wazazi wetu hao wanaishia kufanya nini? Kufarakana. Kwa hiyo tumeletwa huku, maisha yako tukasoma mwaka mmoja ikashindikana. Tukapelekwa kijiji cha Pili Tiso. Tuna ndugu zetu wa damu tena. Nikaandikishwa tena shule ya Itiso 97. Nafikiri kwa 97. Nikaendelea na masomo yangu pale Itiso. Mwaka huo nilikuwa ninasoma alafu ninarudi ninachunga mbuzi. Ninasoma ninarudi ninachunga mbuzi. Sasa kwa siku moja wakati nimetoka shule nimeambiwa haya fungulia mbuzi ziende sasa shamba machungani. Katika kukimbia kuna mti mmoja ndege wanapenda kula matunda. Huwa unatoa majani fulani au maua fulani mekundu. Lakini ukishakausha yale maua huwa unatengeneza kama miiba. Ule mti nafikiri unaufahamu. Mrefu una vimiba. Nikaenda nikawa nimeuvaa ule mti kwenye jicho langu la upande huo. Kwa hiyo nikapata shida, nikaenda nyumbani nikawaambia nimeumia, wakanitafutia kikofia, wakaniambia endelea kuchunga. Kwa hiyo nikaendelea kuchunga huko na maumivu makali. Baadaye nilikuja kupima jicho. Nikaja kuambiwa jicho limefanya nini? Limekufa. Halina uwezekano tena wa kuona. Historia hiyo. Nikatoka 97 nikarudishwa tena Hombolo. Tuliporudi Hombolo, mama akawa amepangiwa sehemu nyingine, kijiji kingine, tukaenda huko tukamaliza darasa la 7, nikamshukuru Mungu. Ilikuwa ni shule ya vipaji maalum. Kaenda kule nikaanza masomo yangu ya sekondari. Pasipokuwa na msaada wa chochote, hakuna kitabu, hakuna baba anayekwambia unaendeleaje, hakuna hela ya chai, hakuna hela ya kitafunwa. Kwa hiyo nimetoka tu nimeshuka pale shuleni, sina hili wala lile, suruali yenyewe ni hiyo moja. Nikajiweka katika nidhamu. Haleluya. Nikajiweka katika kufanya kazi kwa bidii. Siku za weekend, Jumatatu, Ijumaa ile, kwenda Jumamosi, nilimuuliza mwalimu, una kazi gani nyumbani nikusaidie? Wakati wenzangu wanaandika barua za kwenda mjini kufanya matumizi, kununua mahitaji, mimi nilimwandikia mwalimu barua, una kazi gani nikapata kusaidia mwalimu? Akaniambia nina kibarua shambani. Na asubuhi sana saa 11 nilikamatishwa jembe, shamba liko hapa na kama kilomita 10. Na nikakimbia, nikalima, nikarudi shuleni, na chochote nilichopata kikanisaidia kuishi wiki nyingine. Bwana asifiwe. Hapa tuna vijana wakienda shule weekend wanarudi nyumbani kwa wazazi kwenda kutaka mahitaji. Sisi hiyo kitu ilikuwa haipo. Ni unapambana. Nakumbuka nilirudi likizo moja mjini. Nikaenda kumwomba kakaangu mmoja akiwa amepaki Leila ni nje. Ana Leila nikaribia 3.
Nikamwambia naomba hela ya matumizi ya shule. Yule kaka akaniambia na kuomba urudi shule sasa hivi, akiwa ameshikilia sinia la pilau na kuku. Nimetoka kwa mguu Bihawana sekondari mpaka Dodoma mjini, kilomita karibia 20. Alafu naambiwa rudi tena, na nilirudi kwa mguu tena bila chochote. Nikaendelea kumwomba Mungu. Haleluya. Nikaendelea kumwomba Mungu. Nimefika kidato cha 3, tukaletewa wazungu wanaitwa Peace Corps kutoka Marekani. Sasa kumbuka tunasoma na watoto ambao wenzito wameenda shule, watoto wametoka international school, wamesoma English course. Sisi hatujawahi kwenda English course, hatujui chochote, ni kupambana tu. Yule mzungu akaniambia na kuona una juhudi. Nikamwambia ni kweli napambana. Akaniambia wewe unakuja kunisaidia kusafisha ofisi yangu. Ikawa namsaidia yule mzungu, nafagia asubuhi, anakuta kila kitu ni planned. Kila kitu ni planned. Na nidhamu ya hali ya juu. Sema nidhamu ya hali ya juu. Maisha wapendwa ni nidhamu. Tukiwa tuna nidhamu tunafanikiwa popote pale. Kama nidhamu ya chini hamna mafanikio. Nikawa nina nidhamu. Maana shule ya msingi niliondoka na cheti cha nidhamu. Kitaaluma sikuwa mzuri sana, lakini kinidhamu nilikuwa mzuri. Yule mzungu akaniambia una shida gani? Nikamwambia shida yangu ni ada. Nikiwa kidato cha 3, shida yangu ni matumizi, hali ya halisi nyumbani ni mbaya. Yule mzungu akaniambia nipeleke kwenu. Akaenda kuona kwetu. Tumefika pale mtaani maili 2 nyumbani kwetu, watu wanashangaa kumuona mzungu mdada. Kufika pale akaniambia mchoro wa nyumba yenu. Nikasema hii nyumba ya kupanga. Hii ni nyumba ya kupanga. Mama ana watoto wengi, hali ni mbaya, mshahara utoshi, nyumba ya kupanga. Yule mzungu akaniambia hamna shida, nitakusaidia, nitakujengea mama nyumba, nitakusaidia masomo. Akaanza kunisomesha. Bwana asifiwe. Paka namaliza form 4 ananisomesha. Hebu mwambie jirani yako tufahamiane. Tulipotoka hapo kwenda kwenye kumaliza kufanya vizuri kwenye yale matokeo. Kwa katika ile hali ya kutokufanya vizuri, nikaenda kufanya masomo ya IT, nikawa nimehitimu. Baadaye maisha yaliendelea huko mtaani, nikaanza kufanya biashara. Haleluya. Nikaanza kufanya nini? Biashara. Lakini kukatisha story kwamba maisha yangu yaliumizwa na maisha ya wazazi ambao kwa muda mrefu waliachana na kutengeneza uadui ndani ya maisha yao. Kitabu kile cha Mithali 16 mstari wa 7. Proverbs Mithali 16 mstari wa 7 anasema hivi: njia za mtu zikimpendeza Bwana, hata adui zake huwapatanisha naye. Njia za mtu zikimpendeza Bwana, hata adui zake huwapatanisha naye. Mithali 16 mstari wa 7. Hebu tusome pamoja. Sema njia za mtu zikimpendeza Bwana, hata adui zake huwapatanisha naye. Turudie tena, sema njia za mtu zikimpendeza Bwana, hata adui zake huwapatanisha naye. Tulipokuwa tunatoka kama watoto na kwenda kwenye koo, yani kwenye ukoo wetu, maana wengine wanaishi Congo Brazzaville, sasa hivi wanaita Brazzaville. Kuna Congo, kuna Brazzaville tunahitaji zaidi zamani ilikuwa inaitwa Kinshasa. I don't know. Kuna Congo Brazzaville na Congo Kinshasa. Wao walikuwa wanaishi Congo Brazzaville. Sasa hivi wamesambaratika, wengine wameenda Marekani, wako Marekani. Ndugu zangu, kwa hiyo tukawa tukienda nyumbani kwa sababu ya kutokusoma na kwa sababu ya umaskini tulio nao, tulikuwa wanatugawa kwenye makundi. Yaani ukoo mmoja, lakini wale ambao ninyi hamna elimu, hamueleweki, mtakaa chini.
Kwa hiyo kulikuwa kuna zulia, mnakaa chini. Wale waliotoka mbali na wasomi walikuwa wana viti maalum, na wale wanaofuatia basi waliwakaribia wasomi. Sisi wengine tuliishia pigo mikwenzi na mikwala mikubwa. Tafanya nini? Tulio. Nikaanza kutengeneza kitu kinaitwa uadui na ndugu zangu, kwa sababu hauwezi chochote uko kwenye ukoo wako. Basi tulikuwa hatueleweki. Kwa hiyo chochote ambacho kinafanyika pale kwenye familia au tukikutana kwenye vikao vya familia, kuna wengine walikuwa wanatengwa, wengine wanaachwa huru. Wengine waliokuwa wanakula kwenye migahawa mikubwa pale kwa mjini. Kuna sehemu tulikuwa tukifika, nyinyi mtanunuliwa chai popote, lakini kuna watu ambao lazima waende kwenye migahawa mikubwa kefu za maana. Kwa hiyo hali ikapelekea kutengeneza uadui. Haleluya. Sasa nikaanza kujiuliza, uadui ambao umetengenezwa, maana umeanza kwenye familia. Baba yangu na mama yangu hawaelewani, kuna uadui. Nimepokea roho ya chuki, kwa sababu kwa nini baba anampiga mama kila jambo leo? Wakati mwingine baba aliniagiza soda ya Coca-Cola, na kwa sababu tu nimeagizwa nikakimbia nikaileta, baba alikaa na sigara yake na kunywa ile soda ya Coca-Cola yote. Mimi ninacheza pale, najaribu kuona kama anaweza kaniita labda nimalizie. Hakuna. Umeshakuona baba wa namna hiyo? Umeshakuona watu wa namna hiyo? Watu wabaya. Hauwezi kufeel kwamba kuna mtoto. Kwa hiyo mara nyingi nilipewa vipisi vya sigara nikatupe, na chupa ya soda iliyokuwa imebaki ndio naambiwa arudisha. Kwa hiyo nikiwa njiani nilikuwa najaribu kama kuinamisha hivi, at least nionje ladha ya soda hiyo. Kwa kipindi hicho miaka ya 96, 97, kunywa Coca-Cola ilikuwa ni ufahari. Kunywa Coca-Cola ilikuwa ni ufahari. Wanakunywa watu wakubwa tu. Duka moja linakunywa na kati moja tu. Na wanajua hapa daktari atakunywa, mwalimu atakunywa, nani tajiri fulani atakunywa, wengine hawezi kunywa huko hapa. Kwa hiyo nikawa nimetengeneza, naona sijapendwa, hamna upendo. Sioni upendo wa wazazi wangu. Sioni mashiko. Kwa nini nilizaliwa? Ndio maana mimi kwenye maisha yangu yote, watoto wangu, hata ningekuwa na biskuti mfukoni, nitapambana tukale nao. Kwa sababu nilikuwa najaribu kusema nisifanye kitu kama kile ambacho nilifanyiwa. Haleluya. Napenda kukaa nyumbani kwa sababu wazazi wangu au tuseme baba yangu alikuwa si mpenzi wa kukaa nyumbani. Akitoka ametoka. Hajali familia. Sikuwahi kupata kitabu cha baba yangu. Ameninunulia kitabu hakuna. Ilikuwa tu ni kutupa vipisi vya sigara, katupe tufahamiani, background yangu na kwenye ule ukoo wa Kiarabu niliotoka. Na hichi ninachokifanya leo ni vice versa. Maanake nilipaswa kuwa mlevi fulani hivi, nilipaswa kuwa mlaibu fulani wa madawa ya kulevya, sigara, sagarati na vitu vingine, kwa sababu ndivyo vitu ambavyo nilikuwa navifanyia kazi na kwenda kuvitupa nje na kufagia kila mara hivyo. Na baba zangu walifanikiwa kupata kazi. Mmoja alikuwa ni captain wa mameli makubwa, kwa hiyo alikuwa ni matajiri. Mwingine akawa ni mfanyakazi wa serikali, alikuwa ni dereva. Kwa hiyo pesa yale anayopata akanunua mashamba ya mazabibu na nini. Kwa hiyo wakati mwingine niliitwa tu, kaniletee chakula, unapewa hotpot. Ukienda kwenye ile hoteli unawekewa chakula kizuri, atakula. Akishakula anakuambia rudisha hotpot, utakachokutana nacho ndicho utaonja. Ni moyo uliokufa, wana mioyo iliyokufa, mioyo isiyojua wenzao. Haleluya. Sasa anasema ya kwamba njia za mtu zikimpendeza Bwana, hata adui zake wapatanisha naye. Nikaanza kutafuta upatanisho kati yangu mimi na ndugu zangu, kati yangu mimi na hao wanaonichukia. Haleluya. Wapo waliomchukia Yusufu na hawakuwa watu wa mbali. Amen.
walikuwa ni watu wa karibu. Mtu ambaye mpenda mpaka haja kuumize sio rahisi. Mara nyingi utaumizwa na ndugu yako, utaumizwa na mtu wa karibu, utaumizwa na mkeo, utaumizwa na mmeo, utaumizwa na mtoto wako. Hawa wana maumivu makali kuliko jamii. Na tafuta upatanisho. Ndipo nikalipata neno hili linalosema, njia za mtu zikimpendeza Bwana, hata adui zake huwapatanisha nao. Haleluya. Yangu na maadui zangu, na maadui zangu hawakuwa watu wa mbali, walikuwa ni watu wa karibu. Tangu tumeanzisha huduma hii tuna miaka 10 mahali hapa. Tuna ndugu wa damu, lakini they don't know about us. They know nothing about us. Hawataki kujishughulisha kuhusiana na sisi. Hawataki kujua taarifa zetu. Haleluya. Kuna ndugu zako ambao wakisikia taarifa zao ni pakanga kwao, ni tatizo kwao, maana hawakutegemea ungefika hiyo hatua ambayo unayo leo. Wanatamani kusikia amefukuzwa kazi, wanatamani kusikia amekosa ajira, wanatamani kusikia yule sio hata si chochote. Nikaanza kumtafuta Mungu, nikijinyenyekesha, nione kama Bwana anaweza kunisaidia. Nikarudi katika ile hali ya kuwapenda ndugu zangu na kujaribu kuwarejesha ndugu zangu katika njia za haki, katika njia za Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo ikanipelekea kuanza kumsamehe baba yangu. Nikaanza kumsamehe mama yangu. Nikaanza kuwasamehe ndugu zangu. Kwa sababu unawaza, inakuaje ndugu yangu ana fedha, afu mimi sina fedha? Wenzetu wa Hindi jinsi walivyo, baba akiwa amefanikiwa, mtoto atafanikiwa, mjukuu atafanikiwa, kitukuu kitafanikiwa, wajomba watafanikiwa, mashangazi watafanikiwa. Wapendwa, hakuna maisha magumu duniani kama tunaweza kugawana kilichopo, kile ambacho Mungu ametubarikia. Kulikuwa hakuna mtu mwenye maisha magumu. Kuna maisha magumu tu kwa sababu kuna watu wameamua kutafuta amani na ndugu zao. Wameamua kukaa kama walivyo na kusimama kama ndugu za Yusufu. Hebu sema ndugu za Yusufu. Waliosamiria wakapambana juu ya habari ya kumuuza Yusufu. Si kama kumuuza akumuua, si kama kumuua atumbukize kwenye shimo, ili mradi tu asionekane Yusufu. Asionekane Yusufu. Lakini tunaona ya kwamba Bwana anapendezwa na mtu awekaye amani kati yake na adui yake. Mwambie jirani yako, tafuta amani na adui yako. Manamwambia kabisa kama adui yako hatoki mbali. Haleluya. Wakati mwingine tukikaa tukifikiria hivi nirudishe system ya maisha, tusingekaa na familia zetu. Tusingekaa na familia zetu. Kwa sababu nature yetu ni nature ya roho ya asi. Yaani ile asili yetu inaporudi ikaanza kufanya kazi, utaiona roho ya asi ikitenda kazi. Wakamsahau ndugu yao, wakamuuza kwa Wafilisti. Anafika anakuwa mtumwa ndani ya nyumba ya mtu, anafanyiwa vipimwi gerezani. Kifungo cha mfalme ni kifungo cha maisha, muda wote unanyongwa. Yusufu kupona kwake ilikuwa ni bahati. Haleluya. Wengi hapa tupo hapa tuna historia za maisha yetu. Nimesema tufahamiane leo. Sasa hapo kabla sijamjua Mungu, hapo katikati katika maisha ya ujana nikapata mchumba. Nikakubali kuacha yote. Nikakubali kuacha, nilikuwa mpaka tayari na visa ya kwenda nje. Nikakubali kuacha kwa ajili yake.
akaja kunitenda vibaya. Haleluya. Mtenda vibaya sana. Yaani maisha yalikuwa magumu, tumepata katoto kamoja. Sasa maisha yalikuwa magumu, maana zile pesa nilizokuwa napata kule Marekani sasa zimeisha. Yule binti alibeba mtoto akatokomea nisikokujua. Nakumbuka nilitoka nikaenda kanisa moja, Moses Krola alikuwa anahubiri injili, mkutano. Nilifika pale moyo wangu ukiwa umezimia. Kwa hiyo nilipofika pale wakati anahubiri 4 usiku, ninaombewa na watu kanisani, hata ule mkutano ulipoishia sikujua. Maana yake roho za mauti zilikuwa zimejaa ndani yangu, kwa sababu nilikuwa niko tayari kwenda kujisuicide, kujinyonga, kwa sababu tu nimemkosa mpenzi wangu na ameondoka na mtoto wangu. Nikachukua muda mrefu kumsamehe yule dada. Njia za mtu zikimpendeza Bwana, hata adui zake huwapatanisha naye. Nitawezaje kumsamehe mtu ambaye nimeacha mzungu, nimeacha masomo, nimeacha kila kitu, akafanya yale aliyofanya? Halafu haitoshi hapo tu, haitoshei hapo tu. Haleluya. Haitoshei, haishi hapo. Akaenda akabadilisha na jina la mtoto. Kwa halikuitwa tena Kokoa. Nikiwa kule nimelipa na mahali na kila kitu, na jamii yote inajua huyu mtoto ni wa fulani. Bwana Yesu asifiwe. Rudi nyuma. Wakati yule binti ni mjamzito, nilipewa maneno mawili nikiwa nimekamatwa sasa, maana dada yake akasema, huyu tunataka akasome, nyinyi mnataka kufanya maisha kabla. Walikuwa wanaona mbali, mimi sioni mbali. Kwa hiyo kikubwa ni nini mkaterminate huu ujauzito? Ni nani mkafanya abortion? Na pesa hizi hapa. Haleluya. Sasa nikasema hapana. Kuna uwezekano kabisa wanani wa mimi kupoteza uelekeo. Tayari mchumba wangu ni mjamzito, tena nikafanye dhambi ya kutoa mimba. Haiwezekani. Kwa hiyo nikakamatwa, nikawekwa ndani muda wa siku 4. Unakubali? Kuna mawili. Kama unaenda Marekani kusoma, mtoto huyo mtoe mimba. Kama huendi, tunakuachia uishi naye hapa Tanzania. Nikasema niacheni, nitaishi naye hapa Tanzania, huko kusoma sitaenda. Nikaachiliwa, nikaanza kuishi na ile binti. Binti huyo ambaye nimeacha kila kitu, halafu anakuja ananitoroka. Kipindi hicho zilikuwa zinajengwa nyumba za UDOM au majengo yale, chuo cha UDOM. Yule binti kwa sababu alikuwa ni mrembo, alikuwa ni mrefu, mzuri. Kwa hiyo alipoenda kule kaacha mtoto kwa dada yake, ni siku moja tu alipata kazi. Kwa hiyo nimeenda kuulizia pale, nikaambiwa yule dada unayemwonyesha kwenye picha, huyu dada tunamjua, anafanya kazi kwa mchina fulani hivi, lakini yule dada mara nyingi harudi nyumbani, anabaki huko. Nilienda na hasira, nikataka kuvunja yale mageti pale UDOM. Nikakamatwa, nikapelekwa kituo cha polisi pale Dodoma mjini Chakati. Nikaambiwa alafu na binti akaja. Alipokuja akasema huyu amechanganyikiwa. Amefanya nini? Changanyikiwa. Mimi nina hadhi ya kuwa na yeye. Mimi mnavyoniona hivi nina hadhi ya kuwa na huyu. Kwa hiyo yule dada askari akaniambia, kaka, nikiwa niko ndani sasa kwenye kile kiseo, akaniambia, kaka, kama unaweza kumwomba Mungu kaachana na yule dada mwache. Hata kama ni mtoto wake mwache. Tangu sikio nilitoka nikasema namshukuru Mungu, nikaacha, nikaondoka. Yule dada akaja akaolewa, katoka huko na maisha safi, sinunua gari, nunua nini, Dar es Salaam wapi, akaja akaolewa na ndoa kubwa sana na mtu wa serikalini. Ile ndoa haikumaliza miaka 2-3 akaachana. Ndani ya miaka 2-3 niliweza kukutana naye siku moja, dada akiwa amechakaa, alafu akaanza kulia, ananiambia madhira yaliyoyapitia. Yesu ni mtumishi wa Mungu na nimeshaoa.
Na nimeshafanya nini? Alilia, akagaragara, akaniambia maisha yangu yameharibika na sijui cha kufanya. Nikamwambia mimi naendelea na Yesu yangu. Mkitaka maisha mazuri muamini Yesu. Basi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ilinipasa kutafuta amani pia na yule mtu, kwa sababu nilikuwa nimetengeneza kinyongo ndani yake. Kwa sababu hata yule mtoto, sasa hivi yule mtoto anafanya mtihani mwaka kesho kutwa. Nafikiri kijana. Form 6 wanafanya mtihani kijana. Tarehe ngapi? Tarehe 5. Anafanya mtihani. Ukimuona ni Selina mtu, ni Sara mtu. Lakini alibadilishwa jina asisome kwenye jina langu. Ule uadui, yale mambo mabaya ninafuatiliwa na hiyo roho. Wapendwa, maroho machafu yapo. Maroho yapo. Mwambie jina lako, maroho machafu yapo. Yanafuatilia usifanikiwe. Yanafuatilia usipenye. Yanafuatilia usitafute amani na ndugu zako na jamaa zako. Katika Mithali 21 mstari wa kwanza anasema, moyo wa mfalme huwa katika mkono wa Bwana, kama mifereji ya maji hugeuza popote apendapo. Unaona hiyo? Anasema moyo wa mfalme huwa katika mkono wa Bwana, kama mifereji ya maji hugeuza popote apendapo. Mungu akaanza kunifundisha namna ya kugeuza mioyo ya wafalme, mioyo ya wale ambao wapo juu ya mamlaka yako, wapo kinyume na jinsi unavyotaka. Anasema ile mioyo yao huwa mikononi mwa Bwana. Haleluya. Na Bwana anaweza akaigeuza apendapo. Ni kama mifereji ya maji. Leo hii mfereji ya maji Mungu akiamua kugeuza na kwenda upande mwingine unageuka. Haleluya. Kwa hiyo kwa ajili yangu nikajiwekea msimamo ya kwamba Mithali 16:7 anasema, njia za mtu zikimpendeza Bwana hata adui zake huwapatanisha naye. Kwa sababu siwezi kuwa mtumishi wa Mungu nikiwa nina makando na watu. Amen. Amesema katika kitabu kile, katika waraka wa Waebrania, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, maana pasipo huo utakatifu hakuna atakayemuona. Hakuna atakayemuona. Tusilale. Tumelala. Kwa ajili yangu na ndugu yangu lazima nimwambie Mungu ya kwamba moyo wa mfalme huwa katika mkono wa Bwana, kama mifereji ya maji huigeuza apendapo. Usiache kufanya kile ambacho Bwana anakuelekeza kufanya ili kutafuta amani na wale wanaoita adui zako. Luka 6:27 anasema, lakini nawaambia ninyi mnaosikia. Wapo ambao hawasikii. Haleluya. Wapo wasiosikia. Mungu hawaambii ya kwamba wapendeni adui zenu, watendeeni mema adui zenu, watendeeni mema hata wale wanaowaudhi. Haleluya. Hii ni saikolojia kali sana. Kuwatendea mema, kuwapenda, kuwatendea yale ambayo yanastahili kutendewa kwa wale ambao wanatuhusu, sio kitu rahisi. Nimefanya utafiti, mimi napenda sana kusalimia watu. Fanya nini? Sema kusalimia watu. Jinsi nilivyolelewa, siwezi kumpita mtu bila kumsalimia. Hata akiwa kichaa namsalimia. Hata kama kichaa ni mtu. Maana anasema nalikuja nanyi hamkunihudumia. Nilikuwa mimi. Amen. Amekuja katika hali ya ukichaa na wewe ukumpa salamu. Alikuwa Yesu. Si ana sura na mfano wa Mungu. Tatizo ni akili tu. Haleluya. Sasa 100% ya wanaowasalimia, 70% wote hawawezi kupokea salamu yako.
Kati ya watu 100 unaowasalimia leo, 70 hawawezi accept, kupokea your greetings, salamu yako. Na kuna sababu. Inawezekana mtu akujui, atakubalije salamu yako? Simjui. Sasa mimi nisalimia mimi namjua. Si ndivyo hivyo? Aidha hakuona vizuri kama unamsalimia. Kwa hiyo hakurespond, hakuona vizuri. Wakati mwingine anakuchukia, lakini wewe umemsalimia, akupokea salamu. Ziko sababu nyingi za kufanya huyo mtu afanye asipokee salamu yako. 30% ndio wanaoweza kupokea salamu yako, lakini pia nao wana sababu. Hizo wanakufahamu, ni tabia yako. Amen. Tabia yako kupokea salamu. Kuna wengine ni tabia zao kupokea salamu. Kuna wengine sio tabia zao, sio makuzi yao. Kwenye eneo la maadili, kuna watu wengine ukimsalimia apokee. Ajisi alivyolelewa. Tabia, kusema tabia useme namna. Haleluya. Kwa hiyo sio tu tunasalimia, inategemeana. Kwa nini ninapenda kusalimia? Labda ni tabia yangu kusalimia. Lakini pia ninawewa, kwa nini nimpite? Kwa nini nimpite? Bwana Yesu asifiwe. Kujua, anasema wapendeni, watendeeni mema ambao wanawachukia. Alafu anasema adui yako muombe, mtendee mema. Lakini kila kitendo cha kuweka amani kati yako na ndugu yako sio kazi yako, ni kazi ya Mungu. Ni kazi ya Mungu. Wewe fanya mambo mawili mazuri, mtendee mema, muombe. Njia zangu zikimpendeza Bwana, atanipatanisha na adui zangu. Anayenipatanisha sio mimi, ni Bwana mwenyewe ndiye anayetupatanisha na maadui zetu. Bwana asifiwe. Kwenye maisha yako usikubali kutengeneza uadui kwenye maisha. Usikubali. Ni kitu kibaya sana, kwa sababu wanadamu tuna tabia ya kusaidiana. Amen. Au ya kupungukiwa. Hatujakamilika. Amen. Ipo siku yule adui yako ndiye anakuwa anakusaidia, ndio msaada wako. Katika ile Warumi 12:10 akasema wabarikini, ile 14, wabarikini wanao waudhi. Bariki wala usilaani. Ni mara ngapi umesema adui zangu wote na laani wapigwe chini, na kesho niyaone makaburi yao, niyaone majeneza yao? Hamjaona makongamano ya kuwazika maadui huko mtaani? Yako makongamano maalum ya kuzika maadui zako, lakini neno la Kristo linasema wabarikini wanaowaudhi, bariki wala usilaani. Kwa sababu Mungu ni hakimu wa haki. Weka nadhiri mbele za Bwana ya kwamba ninaweka nadhiri kama mtu mwenye hekima ya kwamba sitawalaani adui zangu, bali nitawaombea, nitawatendea mema, na Bwana atanijaza. Haleluya. 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 Na unapotenda kinyume na hapo, maana yake unafungua mlango kwa shetani. Unafungua mlango kwa shetani. Alafu pia umekuwa hakimu wewe, sio Mungu. Huyo ndio problem kubwa. Watu wengi waliookoka wanadhani wakishaanza kuwa ni wana haki, wanaanza kuwa hakimu. No. Mwenye kuhukumu na mwenye hakimu mwenyewe ni Mungu. Alafu pia unakuwa umevunja nadhiri. Haleluya. Ukimwekea Mungu nadhiri, usikawie kuiondoa. Kwa kuwa yeye hawi radhi na wapumbavu. Basi uiondoe hiyo ulioweka nadhiri. Ni afadhali usiweke nadhiri kuliko kuiweka usiondoe. Asante. Anga hiyo Luka 6:27, tendeeni mema na hata wale wanaowachukia ninyi endeleeni kuwapenda. Unapovunja hiyo amri, maana yake umekuwa hakimu wewe,
umefungua malango kwa shetani na umevunja nadhiri mbele za Mungu, na lazima shetani atakushughulikia. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, asubuhi ya leo somo linasemaje? Mtendee mema adui yako. Hatuna nafasi hata moja ya kumweka adui au mtu kuwa adui ndani ya mioyo yetu. Na kwa nini hii nasema hivi? Ni kwa sababu sisi tumekombolewa kwa damu ya Yesu. Ndani ya damu ya Yesu, ndani ya moyo wa Yesu hakuwa na adui wa namna yote. Hakuna. Na ndivyo inavyopaswa sisi kuwa mororo, kuwa watu ambao tuna moyo safi. Yaani wenye moyo safi, maana kwa nini? Wamenitendea mabaya, lakini mimi nimegeuza ule ubaya umekuwa wema. Haleluya. Wameninenea mabaya, mimi wala si hakimu mwenyewe. Najua mwenye hakimu wangu ni Mungu. Mimi nitawabariki. Haleluya. Anayebariki ni Mungu na anayelaani ni Mungu. Kazi hiyo ni ya kwake, wala sio ya kiumbe. Na kwa hali hiyo Mungu atakufanya au atakuwezesha mahali ambapo hukuweza kununua kwa sababu uliuliza bei, utanunua pasi na kuuliza bei. Hivi mshakwenda kwenye duka halafu huulizi bei, unasema weka hicho, weka kile, weka kile, weka kile. Hii ni nini? Maana yake uwezo uko nao. Haleluya. Kwa nini unaulizaga bei? Naenda kufanya window shop kwa sababu kilichopo mfukoni ni kiduchu. Siwezi kama kinaweza, sijui kama kitafika au hakitafika. Lakini yule mwenye kutupa uwezo, haleluya, wa kuweza kununua pasi na kuuliza bei, tukiwa tumewasamehe adui zetu. Neno la Mungu linasema njia za mtu zikimpendeza Bwana, hata adui zake atawapatanisha nao. Haleluya. Wangapi wana maadui hapo? Tuna maadui, tunao. Nataka upatanisho, haleluya, na adui zangu. Sihitaji tena kuwa na maadui wa kifamilia, maadui wa nyumbani, maadui. Yaani kuna maadui kila kona. Tunaishi kwa wasiwasi. Watu wengi wanaishi kwa wasiwasi kwa sababu ya uadui. Nyumbani pale una wasiwasi. Kitu cha kwako tu, lakini mpaka unatetemeka kwa sababu ya nini? Unaogopa uadui. Unaweza kupigwa sumu muda wote. Watu wanakuondoa. Na wapenda kwa sababu hatujajua. Wakati mwingine nafikiri hatujaishi na pesa nyingi. Lakini tukiona familia ambazo zinaishi na fedha nyingi, unaweza kuona uadui ni kitu kibaya sana. Haleluya. Wapenda, tusikubali uadui kwenye maisha yetu. Usikubali hiyo spirit, hiyo roho kwenye maisha yako. Kataa kwa jina la Yesu. Haleluya. Kataa. Kama ni mume wako muombe. Kama ni mkeo muombe. Kumbatie mume. Watoto wako wakumbatie, waombe. Wasiweke uadui na wewe. Maana siku ya nguvu zako zimeisha. Hakuna ya kukusaidia zaidi ya watoto wako. Sisi wengine tutafika tu hapo, jamani mnaendeleaje? Mpo wazima Haleluya. Lakini mtoto wako yeye atashika kila kitu, atahusika na kila kitu mpaka mwisho wako. Tutafute amani na wenzetu. Tutafute furaha na wenzetu. Tutafute upendo na wenzetu. Mahali pengine akasema nimeipenda haki, nimeichukia dhuluma. Ndio maana ya wokovu, kupenda haki na kuchukia dhuluma. Haiwezekani mchungaji akawa ni tajiri, ana magari ya milioni 600, waumini wanalala na njaa. Hiyo ni devil worshiper. Hiyo ni devil worshiper, ni kuabudu shetani. Tukaliweza hilo gari, hawa wapate chakula. Yule tajiri akaambiwa, nenda ukauze mali yako yote upatane na adui zako. Maana kulikuwa kuna shida ndani ya kijana. Pamoja na kushika sheria zote, bado kwa Mungu alikuwa hana mashiko. Kushika sheria mbele za Mungu inawezekana sio mashiko. Haleluya. Tafuta amani na ndugu zako.
Tafuta amani na huyo ndugu ambaye umepoteza amani. Nyenyekea, piga magoti, mwambie ndugu yangu nisamehe. Haleluya. Ndugu zake Yusufu walipogundua wameingia kwenye 18, wakasuka yale maono waliokuwa wanayaona Yusufu ya kama miganda inamuinamia, ikamwinamia. Sikiliza, kwenye familia wapo watu ambao wanapaswa kuinamiwa. Wapo wainamie. It's not a problem. Ni kwa ajili ya usalama wako, ni kwa ajili ya maisha yako kuinuliwa. Mungu alimeweka kama malango. Haleluya. Kubali hiyo. Accept that. Kwamba huyu ni lango kwetu. Yusufu alikuwa ni lango la watoto wa Yakobo. Hiyo ilipaswa wamiminike. Wakati mwingine tumiminike kwenye mamlaka, tumiminike kwenye uwezo, sio kwa sababu tunatafuta amani nao. Haleluya. Tuwaombee wale ambao wanatuudhi kila itapoloka kama kanisa. Mwombe, usitengeneze chuki ndani yako. Mungu alipotuumba wanadamu, alituumba na positive thinking, na ule kufikiri vizuri, kufikiri kwa chanya. Unapotafuta amani na ndugu zako unafikiri chanya. Unapotafuta uadui unafikiri hasi, na hutafanikiwa. Tusimame wana wa Mungu. Tusimame wana wa Mungu. Tusimame wana wa Mungu. Njia za mtu zikimpendeza Bwana, hata adui zake